Kulingana na majukumu yetu kama TISEZA, tunaona kwamba hii ni fursa kwetu kuja kuwaelimisha, kwa sababu huyu hajasajiliwa kama mwekezaji anayesafirisha bidhaa nje. Na kwa sababu kama mnaofahamu majukumu ya TISEZA, mojawapo ni kusimamia maeneo maalum ya kiuchumi na wale wazalishaji wanaofanya biashara za kusafirisha nje. Kwa maana hiyo, huyu ni mdau wetu wa moja kwa moja. Na kwa sababu hiyo, tutachukua fursa hii kukutana nao, kuwashauri namna njema ya wao kusajiliwa, na vile vile kuwapa elimu waone namna ambavyo watakanufaika na vile ambavyo serikali imevitenga kwa ajili ya wawekezaji. Nadhani wote mnafahamu kwamba Dira 2050 imelenga kwamba wawekezaji wa binafsi ndio tunawatarajia watatoa mchango mkubwa katika uchumi wetu kwa 70%. Kwa maana hiyo, hawa ni wamoja kati ya hao tunawasema. Na ndio maana sisi kama TISEZA tunachukua fursa hii kuja kuwaelimisha na kuwasaidia zaidi ili uwekezaji huu ukue na uendelevu kwa ajili ya Rungwe. Ina fursa nyingi sana za uwekezaji, hasa katika kilimo, na kwa sababu ya kilimo mazao yaliyoko huko ni ya biashara na ya chakula. Tunatarajia kwamba tukipata wawekezaji wengi ambao wataleta viwanda vya kuchakata mazao, mfano parachichi kama hivi, lakini kuna kokoa, tuna makadamia, tuna chai, ndio, tuna ndizi, lakini vile vile tuna tangawizi. Tunao mazao mengi ambayo tunazalisha katika wilaya yetu. Tunazalisha kokoa, tunazalisha ndizi kwa wingi kabisa, tunazalisha viazi, tunazalisha chai, japo kuna changamoto kidogo, lakini bado tunazalisha parachichi kwa wingi, nadhani tunaongoza. Kwa hiyo katika miundombinu ya kusapoti uzalishaji bado tuna upungufu, hasa kwenye eneo la viwanda. Ukiangalia kiwanda cha chai kimefungwa, lakini tunahitaji mwekezaji mwingine ambaye anaweza kuchachua hiyo shughuli ili angalau wakulima wetu waweze kupata manufaa ya kile ambacho wanakizalisha. Lakini upande wa parachichi bado tunao paki house moja inajengwa, lakini ambayo imekamilika, kwa hiyo haitoshi. Tunahitaji paki house zisizopungua 3 ili angalau sasa mazao yetu ya parachichi yasiwe yanaenda umbali mrefu. Maana hapa yanasafisha yanakwenda mpaka Njombe, yasiwe yanaenda mwendo mrefu, maana yanaharibika. Kwa hiyo tunahitaji sana wawekezaji kwenye eneo hilo. Tunahitaji paki house zaidi ya 3, kwa kuwa tunayo maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya wawekezaji. Tunao maeneo makubwa tu, kwa hiyo wakikaribia tunaweza kufanya kitu. Wakati fulani tulipata mwekezaji kutoka China ambaye alikuwa ametegemewa kuwekeza kwenye eneo la chai, lakini bado tuko kwenye mchakato. Kwa hiyo tuna imani kwamba tukipata wawekezaji wengine tunaweza kuikwamua halmashauri yetu au wakulima wetu wakapata manufaa ya kile wanachokifanya. Wananchi wanaotuzunguka, hasa wananchi wa wilaya ya Rungwe na mikoa ya jirani, wameweza kufaidika kwa kiwango kikubwa sana. Kama nilivyoeleza hapo awali, kwa mwaka 2025 zaidi ya shilingi bilioni 9.8 zilikuwa zimewekeza kwa jamii, ikiwa ni pesa tuliyotumia kwa ajili ya kununua matunda ya parachichi kutoka kwa wakulima wakubwa na wakulima wadogo. Na mwaka huu mpaka sasa tunavyozungumza ni zaidi ya bilioni 5.5 tayari tumekwisha kuitumia, ambayo sasa tunaamini kwa mwaka huu pengine zaidi ya bilioni 10 tutairudisha kwa jamii kama sehemu ya manunuzi ya matunda ya parachichi. Lakini bado jamii inayotuzunguka inazidi kufaidika zaidi, kwa sababu kuna baadhi ya huduma za moja kwa moja, ikiwemo uchangiaji, zile corporate social responsibility tumekuwa kwa kipaumbele sana tukiweza kuchangia. Lakini halmashauri zetu tunalipa kodi na ushuru wa halmashauri kwa kiwango. Niko katika upande wa kiwanda ambacho tunashughulikia matunda ya daraja la pili, ambapo kupitia uwekezaji huu tumenufaika sana, hasa kwa maisha ya kawaida, kwa sababu ajira kwa sasa imekuwa ni changamoto, lakini kupitia uwekezaji huu tumepata kunufaika sana, kwa sababu pia
wakulima tunakuwa kuna pande mbili, tunahusika kwenye kulima, lakini pia fursa ya kuleta matunda katika kiwanda hiki na yakanunuliwa na yakachakatwa hapa. Kwa hiyo tunanufaika kwa namna kubwa sana na uwekezaji huu. Ambacho nimenufaika nacho hapa ni kupata ujuzi ambao mwanzoni nilikuwa siufahamu, lakini nilipokuja hapa mpaka hapa nilipofikia nina confidence kubwa sana kwenye kuendesha mashine na ninajua namna gani ya kufanya mpaka tupate kitu kizuri. Ukiangalia dunia ya leo, vijana wengi wanapenda mambo ya urahisi, lakini muda mwingine inatakiwa kujituma na kusogea karibu na uwekezaji kama huu, kama ambavyo mimi niliweza kufanya mpaka leo na nguvu ya kuongea mbele yenu, na ninajua kabisa ninachojivunia nilichokipata kwenye hii kampuni. Lakini kwa mwaka wa fedha ambao unaisha 25-26, Kupra tumeanza ujenzi wa collection center, vituo vya kukusanyia na kuuzia parachichi vifuatavyo 6 ndani ya halmashauri ya Rungwe na Viwili Busokelo. Hii itawasaidia hata wawekezaji kwa maana ya kupata mazao ambayo ni parachichi kwa wingi kwa sehemu moja, kwa sababu tutakuwa tumeshawarasimisha. Kwa hiyo nitoe wito kwamba vijana na wakulima wachangamkie kilimo cha parachichi, kwa sababu tunaenda kurasimisha, kwamba badala ya wale ambao tunaenda madalali waende kwa wakulima moja kwa moja. Safari hii kwa msimu ambao utaanza mdogo, ambao unaanza almost mwezi wa Novemba hadi Oktoba, ambao ni mdogo, tunategemea kwamba watatumia vile vituo vya kukusanyia na kuuzia parachichi ambavyo vimejengwa na vinaendelea kujengwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko ambao ni Kupra.